unasumbuliwa na ugonjwa wa tezi dume, na badala ya kutibu changamoto yako ya tezi dume unahangaika kutumia tiba za kuongeza nguvu za kiume, kwa kuwa unapoteza hamu ya kushiriki tendo la ndoa au hauwezi kushiriki tendo uzuri au maumbile yako yanaingia ndani, ukaona ni vyema kutumia dawa za kuongeza nguvu za kiume. Bro, hizo dawa haziwezi kukusaidia, na hata kama zitakusaidia leo na kesho, basi haivuki mwezi, hiyo changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume itaendelea kuwepo, kwa sababu mwanaume yote ambaye ana ugonjwa wa tezi dume, basi automatically homoni zake za kiume zinakwenda kushuka, na homoni zikishuka, kumbuka, ndo zinazocontrol tabia za kiume, ikiwepo hamu ya tendo, usimamishaji wa ume na performance ya tendo. Na maana homoni zikishuka, automatically performance yako ya tendo itashuka. Lakini pia ile hali, hata kama utatumia nguvu za dawa za kuongeza nguvu za kiume, pia kuna ile maumivu yanaweza kujitokeza wakati unatoa shahawa. Haya hawezi kuyasolve endapo haukuweza kuondoa changamoto ya tezi dume. Ni vyema kutumia mfumo sahihi wa maisha ambao utakusaidia kuweza kuondokana na changamoto ya tezi dume. Kwa mfano, kufanya mazoezi ambayo ni rafiki na ugonjwa wa tezi dume, lakini pia kutumia lishe sahihi ambayo inasaidia mwanaume ambaye ana changamoto ya ugonjwa wa tezi dume. Kwa mfano, kuachana na matumizi ya nyama nyekundu kama nyama ya ng'ombe, mbuzi pamoja na nyama nyingine, lakini pia kutumia vyakula vya zinki, kina korosho, karanga, lakini pia ni vyema kupata mtaalamu wa afya ambaye atakusimamia hadi kufikia tezi dume yako kuweza kuondoka. Kama ni sentimita 70 au 100, ni kupungua hadi kufikia katika sentimita sahihi. By the way, nimekuwa nikisaidia wanaume wengi sana ambao wanasumbuliwa changamoto hizi, na ikiwa unahitaji ushauri, unaweza kuchukua namba yangu katika bio, nikakupa mwongozo wa lishe ambao utakusaidia kuweza kuondokana na changamoto yako. Ondoa chanzo, kutibu tatizo lako.